Habari yako mpendwa mtazamaji wetu unayetufuatilia mahali popote ulipo. Tunakusalimu kutokea hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mwenge. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakaribishe wote mnaotufuatilia kupitia online katika kipindi kizuri cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Na kabla hatujaendelea na mwongozo wa kujifunza Biblia, ni mkaribishe Songo aweze kutuletea ombi. Tuombe. Mtakatifu, 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 Mungu wa mbinguni, tunakushukuru kwa kila jambo katika maisha yetu. Asante kwa masaa haya, tunakuja kwako kama tulivyo kila mmoja wetu. Tunaomba Roho yako Mtakatifu awe ndani yetu. Tunaomba utusamee dhambi zetu. Tunaomba ukawe mwalimu na kiongozi kwa kile tunachojifunza. Bwana, ukaonekane, ukaguse watu wako. Bariki kila mmoja aliyeko hapa kwa jina lako Yesu Kristo na Mwokozi wetu. Amen. Amina. Kama tulivyokwisha tambulisha, kipindi chetu ni mwongozo wa kujifunza Biblia. Basi niwaalike sasa tuweze kufungua lesoni zetu katika lile somo letu la 8 ambalo lina kichwa cha somo kinachosema ya kwamba kuwa na imani. Kuwa na imani. Hili neno ni neno ambalo mara nyingi kama Wakristo tumekuwa tukilizungumzia habari ya kuwa na imani. Na sasa tunataka tujifunze kwa kina ni kwa jinsi gani mtu anaweza kuwa na imani, na tunaposema neno kuwa na imani tunamaanisha nini hasa, na ndio lengo la somo hasa linalotaka tuweze kujifunza kuweza kuelewa katika uelewa wa pamoja. Fungu letu la kukalili linatoka katika kile kitabu cha Waebrania 11 na mstari wa 1. Dada Eva, unaweza kutusomea hapo? Fungu la kukalili inasema kwamba basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Hapa kuna masuala mawili tunayaona hapa. Kwanza tunaona imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Hapo inaweka kwanza koma. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Hili fungu tumelijifunza mara nyingi na tumelikariri, lakini nilipokuwa nikijifunza na kutafakari kwa kina nimeweza kuelewa kwamba hili fungu lina kina cha ndani sana. Kwamba ni kuwa na hakika. Mambo ambayo tunakuwa na hakika mara nyingi ni yale ambayo tumeyashuhudia. Lakini natuambia ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Sasa nikajiuliza tunawezaje kuwa na hakika na wakati huo kwenye kutokuwa na uhakika, yani kwenye kutokuona, kwa sababu nimetuambia ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Tunawezaje kuwa na uhakika na kitu ambacho hatukioni? Nikajikuta ninajijibu kwamba hiyo ndio tunayosema ni nini? Ni imani. Ni kuwa na hakika na wakati huo hauoni. Sasa hii kuiapply kwenye maisha ya kawaida, ndio mara nyingi inaweza ikawa ni mimi na wewe chanzo cha kukaa hapa tuweze kujifunza ni kwa namna gani tunaweza kuapply hicho kitu. Mwandishi anasema kwamba mtu fulani aliwahi kusema imani ni kama wifi. Haionekani lakini ina uwezo wa kukuunganisha na kile unachohitaji. Hakuna shaka kwamba pasipo imani kusingekuwa na uhusiano na Mungu. Katika ulimwengu wetu wa sasa wifi tunaweza kuielewa kwa kina. Lakini mwandishi amejaribu kufananisha kwamba imani ni kama wifi. Anatuambia kwamba haionekani lakini ina uwezo wa kukuunganisha na kile unachokihitaji. Hakuna shaka kwamba pasipo imani kusingekuwa na uhusiano na Mungu. Imani yako ikoje leo? Je, imani yako kwa Mungu imewahi kuyumbayumba? Huenda umepata uzoefu wa kitu ambacho kimekupa changamoto kiasi cha kushindwa kuelewa jinsi ya kusonga mbele katika uhusiano wako na Mungu. Au imani yako ni kama huwa la waridi ambalo linachipuka kutoka katika shina la kijani na kuwa chipukizi jembamba ambalo mara huchanua na kuwa ua lenye rangi nzuri na kukijaza chumba kwa harufu nzuri isiyoweza kusahaulika. Kwa hakika imani huonesha uhalisia wa kile tunachokitarajia, ni bayana ya mambo tusiyoweza kuyaona. Tafsiri ya kutoka NLT. Si kila ambacho
tunaweza kukitengeneza sisi wenyewe, kwa maana Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani. Ukisoma katika Warumi 12 mstari wa 3, imani ni karama ya Mungu, na hata hapo imani yetu kwa Mungu inawezekana kwa sababu tu ya kile ambacho Mungu tayari amefanya ndani yetu na kwa ajili yetu. Juma hili tutachunguza mada ya imani, cha kufanya na mashaka na kutokuamini, kile ambacho kwa mujibu wa Yesu imani imara inafanana nacho, na maana ya kuwa na imani ya Yesu. Sasa juma hili tunaenda kuichunguza kwa kina sana imani, kama ambavyo fungu limetuelekeza kwamba ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Unatarajia jambo fulani, unakuwa na hakika. Ni bayana pia ya mambo yasiyoonekana. Sasa hiki huwa tunaweza apply vipi kwenye maisha yetu ya kila siku? Sasa nipitie kwa muhtasari kile ambacho tunaenda kukiona, na tutakuwa tunachangia huku tukirejelea kile ambacho lesoni yetu inatamani tuweze kukielewa. Jumapili inasema kwamba nipe tu ishara. Kuna watu wamekuwa wakidai kupata ishara ili waweze kuamini. Je, Biblia inazungumzia nini kuhusiana na hili? Kwa ufupi nasema, uenda umewahi kusikia watu wakisema, kama tu ningeweza kuona bahari ya Shamu ikigawanyika, au mana ardhini, au Yesu akimponya kipofu, ningeamini. Au bila shaka wewe mwenyewe umewahi kuwa na fikra za jinsi hiyo. Mara nyingi hata Waisraeli tumekuwa tukiwaona, tunasema hawa walimshuhudia Mungu akipasua bahari. Au Yesu akimponya yule kipofu. Kuna baadhi ya mambo tu Yesu amewahi kuyafanya akiwa ni magumu, akisema mimi ningekuwa ningeona vile, kwa kweli ningeweza kuamini. Lakini mwandishi ametuambia kwamba hata leo hatujaachwa. Kuna mambo mengi sana tumefunuliwa na kupitia maandiko, na mengine Mungu anatutendea, lakini bado inaonesha ya kwamba bado hatuamini. Tunajifunza nini kuhusiana na hilo? Ile sehemu nyingine inatuambia kwamba Yesu anaiona imani yako. Tutaona hata Yesu alivyokuwa akizungumza na wanafunzi. Anaona pia haoni imani kwao. Je, imani hii Yesu anayotaka kuiona ilikuwa ni namna gani? Mwandishi anasema kwa ufupi kwamba kwa vile tu tunajiita wafuasi wa Yesu, haimaanishi kuwa hiyo inaifanya imani yetu kuwa imara. Kwa kweli kuna watu walidai kuamini, lakini Yesu alitambua kile halisi kisichokuwa mioyoni mwao. Kuna watu walidai kwamba wana imani, na hata sisi kwenye kizazi chetu kuna watu wanadai kwamba wanaamini, wana imani, lakini Yesu anayeona ndani. Mwandishi amesema kwamba Yesu alitambua kile halisi kilichokuwa mioyoni mwao. Anaona kile halisi ya kwamba wewe hauna nini? Hauna imani. Je, ni kweli Yesu anapotuona sisi anaiona hiyo imani? Sehemu nyingine nasema Yesu imani si hisia. Kuna ile muda mwingine kuna kupata msisimuko, tunahisi kwamba tumeamini, lakini kumbe imani si hisia. Sasa imani ni nini? Mwandishi pia anatuambia mifano ya imani. Tutaona baadhi ya watu ambao wameonyeshwa kama mashujaa wa imani. Hawa walikuwa na imani ya namna gani? Na sehemu nyingine tunasema imani ya Yesu. Imani ya Yesu ilikuwa ni imani ya namna gani? Sasa niwakaribishe sasa tuweze kujifunza kwa kina. Ni kipi tunajifunza hasa tunapokuwa tunazungumzia kuhusiana na habari ya kuwa na imani? Tunaelewa nini kuhusiana na habari ya kuwa na imani? Karibuni katika huu mjadala. Tunajifunza nini? Karibu Magesa. Mimi nichangie kuwa na imani. Imani inayoongelewa hapa kuwa nayo, kama mwandishi wa lesoni ambavyo amesema kwamba imani ni kama wifi, si ndio? Kwamba maana yake kuna center point, yani kuna kituo, yani center inapotokea imani, chanzo cha imani. Kwa hiyo ukiangalia kuwa na imani ambayo tunaongelea, imani halisi inayozungumziwa ni imani ya Yesu Kristo.
yaani kumwamini Yesu, kwa sababu imani hii ya Yesu ndio inatuwezesha sisi kumwamini pasipo shaka. Tunapokuwa na imani ya Yesu, tunakuwa maana yake kupitia uweza wake Mungu, kupitia Roho wake Mtakatifu anatuwezesha sisi kutii sawasawa na mapenzi ya Mungu. Kwa nini kutii? Kwa sababu tuna chanzo ambaye ni Yesu mwenyewe anaonesha katika imani yake alimwamini Mungu pasipo shaka, akatii kikamilifu. Kwa hiyo katika kutii kikamilifu unaona mapenzi yake Mungu yanatimia kupitia imani aliyokuwa nayo Yesu. Sisi kama wafuasi wa Yesu tunasisitizwa kuwa na imani ya Yesu. Ukiwa na imani ya Yesu, maana yake uweza ule, neema ya Mungu inatuwezesha sisi kuamini pasipo shaka. Kwa sababu kuna mwingine unakuta ana imani lakini anaamini akiwa na shaka ndani yake. Ukiona una shaka ndani yako, maana yake haujajengwa katika chanzo, kama tulivyoona hapo kwamba mwandishi anahusianisha kwa mfano kama wifi, ambapo kama center inayotoa connection au muunganiko. Kwa hiyo hata sisi muunganiko wa imani yetu natakiwa uwe kwenye chanzo, yani tutazame kuanzia kwenye chanzo ambaye ndo Yesu mwenyewe. Kwa hiyo tunapokuwa tumejikita pale, tunakuwa tumesimikwa katika kuamini pasipo shaka, tumesimikwa katika kutimiliza mapenzi ya Mungu, kwa sababu tunakuwa tunawezeshwa na chanzo halisi. Labda niishie hapo. Asante. Dada Eva, unataka kutuambia nini kuhusiana na habari nzima ya imani? Kitu cha kwanza kabisa ambacho nilichojifunza wiki hii kwamba kumbe kila mtu ana imani. Hakuna mtu ambaye hana imani. Mtu yoyote anaweza kusema kwamba mimi ninaamini kitu fulani, mimi ninaamini sehemu fulani. Kwa juma hili tulijifunza pia kwamba kila mtu anaweza kuwa na imani. Kinachotofautisha ni kwamba tunaamini nini? Tunaamini kitu gani ambacho kinachotufanya sisi tuweze kuamini. Lakini nilijifunza pia ya kwamba kuwa na imani sio kitu cha hisia, sio msisimuko. Yaani sio kitu ambacho tunachotarajiwa kuweka matarajio yetu kwamba tutaweza kuwa na hali fulani hivi ya kutufanya tuwe active muda wote. Lakini kumbe mwandishi akatukumbusha ya kwamba kuwa na imani yani ni kumwamini Mungu hata kama haumuelewi. Mwandishi amesema kwamba kuna hii paragrafu hii ya chini kabisa, anasema kwamba lakini imani inahusu kumwamini Mungu na kumtumainia Mungu sio tu katika nyakati njema, bali katika giza, katika dhoruba au hata katika wakati ambapo huwezi kumwelewa kikamilifu kinachofanya hasa katika maisha yako. Kwa hiyo tukajifunza ya kwamba tukiangalia kitu kinaitwa imani, kwanza tuliona ya kwamba hii ni zawadi, ni karama ambayo Mungu mwenyewe anaweza kufanya nini? Anaweza kuitoa kupitia Roho wake Mtakatifu. Lakini anasema ya kwamba hii kitu haitolewi kwa mtu, yani kwa mtu ambaye hayupo tayari. Ni lazima tuwe tayari, ni lazima tumwamini kwamba kuna Mungu hata kama bado hatujamuona. Japokuwa mwandishi amejaribu kutuelezea ya kwamba tunaweza kumwamini Mungu kupitia vitu tofauti ambavyo amevifanya na vile ambavyo tunavyofanya nini, tunavyoendelea kuvifanya. Kwa hiyo tunapaswa kuelewa kwamba hiki ni kitu ambacho kinatoka kwa Mungu mwenyewe na kinatolewa kwa mtu yule ambaye yuko tayari kumwamini. Kwanza tunapaswa kuamini kwamba Mungu yupo, na ndipo ambayo hii karama ya kuamini kwamba karama ya kuwa na imani itakapotolewa katika maisha yetu. Kwa hiyo sio hisia. Katika hali zote mwandishi amejaribu kuelezea ya kwamba katika hali zote tunapaswa kuamini kwamba Mungu yupo, hata kama katika mazingira ambayo haumuelewi kweli hauelewi, lakini mwandishi amesema ya kwamba tunapaswa kuamini kwamba Mungu yupo katikati yetu. Yeah. Asante. Kuna kitu ambacho wakati wa kujifunza hili somo
niliweza pia kubaini dada Eva ameongezea pia kuhusiana na habari ya kwamba imani sio hisia. Sasa nikawaza pia kumbe hata kuna kitu ambacho mwandishi amezungumzia kwamba Yesu anaiona imani yetu. Ukisoma pale kuna kitu ambacho mwandishi amesema kwamba katika kila moja ya mazungumzo haya Yesu aliona imani ya watu au kupungua kwake na kufanya miujiza kama matokeo ya imani hiyo au kwa ajili ya kujiimarisha. Kwamba kuna muda hatusubiri tu miujiza, bali kuna watu Mungu alikuwa akiwatendea kuenda kwa ajili ya kuwaimarisha. Lakini sio kila muda kwamba muujiza ndio kipimo cha kusema kwamba Mungu akinitendea hivi ndipo nitaamini, bali kuna watu waliamini na ndipo muujiza ukafanyaje, ukafuata. Mfano, Petro alipotembea juu ya maji aliamini ya kwamba aliyemwambia tembea ni Kristo, na akashuka akatembea. Kwa kuamini kwake ndipo muujiza ule wa kutembea juu ya maji ukafanyaje, ukatokea. Kuna yule ambaye alienda kumuita Yesu aje amponye mwanae, aliamini ya kwamba Yesu anaweza kufanya hivyo, na ndipo uponyaji ukafanyaje, ukafata. Sasa kuna muda ambapo tunakuwa na mantiki. Mwandishi amezungumzia swala la mantiki. Unaiona sababu yako kuwa ina maana, lakini unaacha imani. Niseme hivi, katikati ya zoruba unaona kabisa zoruba ni kubwa, lakini kwa mantiki ya kawaida unaiona zoruba na una sababu ya kusema kwa nini niamini kwamba hii zoruba inakoma. Sasa kuna swali pale mwandishi ameuliza chini, sehemu ya Jumatatu. Fikiria juu ya sababu zote za kimantiki. Fikiria juu ya sababu zote za kimantiki ulizo nazo kwa ajili ya imani. Na wakati huo huo ni wakati gani mantiki inakoma na imani iliyo thabiti inayoeleweka inahitajika kutumika? Yaani kuna wakati gani ambapo au ni mazingira gani ambapo mantiki yako inaweza ikakoma? Yaani unaona kabisa kwamba hii sababu nilionayo ina msingi lakini haipasi kufanya kazi. Unaamini kabisa kwamba mbele kuna bahari na inaonekana kuna bahari, lakini mantiki ya kuona bahari mbele inakoma, unaamini hapa ninaweza kupita. Unaona mbele kuna kikwazo, lakini hauoni hicho kikwazo, unaona imani ya kwamba ninaweza kupita. Ni wakati gani mantiki huwa inakoma? Kaka Isaac, unaweza kutusaidia? Asante sana. Nadhani tunabarikiwa sana na somo hili la kuhusu kuwa na imani, na imani ni moja kati ya mada muhimu sana kwenye maisha ya Ukristo kama tunavyosafiri katika ulimwengu huu. Waebrania 11 mstari wa 6 inasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa hivyo tunajadili msingi kabisa wa mahusiano yetu na Mungu. Hata mwandishi amesema kumbe pasipo imani haiwezekani kuwa na uhusiano na nani? Na Mungu. Kwa hivyo tunajadili jambo la msingi sana kwenye imani yetu. Na mwandishi ametupa fungu la ukariri pale ambalo nadhani linatusaidia sana kuelewa imani, kwamba basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo na ni bayana ya mambo yasiyoonekana, kwamba liko jambo unalitarajia ila una uhakika nalo japokuwa hujaliona. Na anataja kwenye ile Waebrania 11 wametajwa wazee wa imani, na moja ya sifa ya jumla ambayo Paulo anahitaja ni kwamba wale wote walikufa hawajaipokea ahadi waliokuwa wanaingoja, sawa sawa, lakini waliamini kwamba Mungu angetimiliza ile ahadi. Na ahadi gani? Kwamba Yesu angekuja kwa ajili ya kuukomboa ulimwengu, na walikufa wakiamini. Kwa nini? Waliamini kwamba Mungu ni mwaminifu. Hicho ndio kiini cha imani inapotokea, kuamini uaminifu wa Mungu. Kwa unapoamini uaminifu wa Mungu hata katikati ya giza, maana yake hata unapoona mambo hayatokei kama ulivyokuwa unatarajia, wakati ambapo umeita msaada wa Mungu kwa nguvu zako zote, umeomba kwa kweli, umefunga, umekuwa mwaminifu, ukategemea Mungu angekujibu, na Mungu hakufanya vile ulivyotegemea, bado unaamini kwamba yeye ni Mungu, anakusikia, anakupenda na bado anakujali na ana mpango na wewe, kwa sababu unaamini juu ya uaminifu wake, kwa sababu amekwisha kuahidi ya kwamba mawazo nayo kuwazia wewe ni mawazo mema. Sio maana yake tunajifunza kupitia kwa Yesu pia, akiwa Gethsemane anaomba kuhusu kikombe kile kimuepuke cha kwenda msalabani, lakini pamoja na hayo bado anajisalimisha kwenye mapenzi ya Mungu, bado anaamini katika Mungu ya kwamba hata isipokuwa vile alivyoomba bado Mungu haachi kuwa Mungu. Tuliona pia katika wakina Danieli, watu ambao hawakutikisika kwenye imani yao kwa Mungu,
pamoja na kwamba matokeo yake yalikuja kuwa mabaya. Tuliona katika akina Meshaki, Shadraka na Abednego pamoja na kutupwa kwenye tanuru la moto. Hao wote walikubali kupitia yale yote. Hata Paulo anasema kwenye ile Waebrania 11 kwamba wengine walichinjwa, wengine walifanywa ukatili mwingi, lakini hawakuwa tayari kuiacha imani yao kwa ajili. Kwa hivyo ukisoma mifano yote hiyo, ukitafakari hayo yote ambayo tumejifunza hapo, ni vigumu sana kuifananisha imani na hisia, kwa sababu imani ni kitu ambacho kina principle, yani kitu ambacho hakiji tu ukijisikia tu inakuja. Hapana. Kwanza imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Mungu. Kwa hivyo imani lazima iwe imejengwa kwenye neno la Mungu lenyewe. Ndio maana tunaamini kitu tunachotarajia. Unakitarajia kwa vipi? Kwa sababu Biblia imesema, ndio tunakitarajia hivyo. Kwa hivyo imani lazima iwe imejengwa kwenye msingi wa neno la Mungu. Kama haijajengwa hapo kwenye neno la Mungu, hiyo sio imani. Kwa hivyo vyovyote vile ambavyo vinatakiwa kuwa, lazima iwe na msingi katika neno la Bwana. Kwa hivyo tunatarajia kitu ambacho Mungu amekiahidi. Hatutarajii kitu ambacho sisi tunabuni au tunajisikia kwamba tunahitaji ndio tunakitarajia kutoka kwa Mungu. Hiyo sio imani. Tunatarajia kitu ambacho Mungu amekisema na amekiahidi kwetu, hivyo ndio tunachokitarajia. Lakini pia kuna wakati kama ulivyosema, mantiki zetu zinaweza zisifanane na imani. Kwenye ile definition ya imani pale ambayo tumepewa kwenye Waebrania 11 mstari wa kwanza, anasema imani ni kuwa na bayana na mambo yasiyoonekana. Alafu mstari wa 3 anasema hata vilivyoumbwa havikuumbwa kwa vitu vilivyokuwa ni dhahiri, kwamba ni Mungu alisema tu pawe na nini, pakawa na hicho kitu. Mantiki ya kibinadamu kwa hakika haikubaliana na hicho kitu. Yaani kwamba tu useme pawe na miti aanze kuota na vitu kama hivyo. Lakini tunaamini kwa sababu inatakiwa kufika wakati kwamba ni kweli Mungu ametupa akili na anataka tuzitumie akili zetu. Lakini lazima tukubali kwamba kuna wakati ambapo akili yetu inakoma na akili ya Mungu inavuka uelewa wetu. Nadhani hiyo ndio imani yenyewe sasa, kuelewa kwamba kuna wakati akili yangu inakoma, lakini akili ya Mungu inavuka uelewa wangu, na Mungu anapokuwa amesema kitu, hata kama mantiki yangu haikubali, kwa kuwa yeye amesema, kinatakiwa kuwa kama Mungu alivyosema. Kwa hivyo mantiki, kuwa na mantiki ni vizuri, lakini ni vizuri kusalimisha mantiki kwa Mungu. Yaani kiasi cha kuelewa kwamba Mungu anaweza kuwa na mantiki iliyovuka mantiki yetu. Tunapoelewa hivyo, tunaweza kusalimisha mantiki yetu kwa Mungu, na yale ambayo Mungu anasema tunaweza kuyapokea, tukayaishi, tukayaamini na kuyakubali, kwa sababu tunaamini ya kwamba Mungu anaweza kuvuka. Uelewa wa Mungu ni mkubwa kuliko uelewa wetu, kama alivyosema kwamba uelewa wake na mawazo yake yako mbali kwetu, kama ilivyo kaskazini na kusini. Haviwezi hata kukutana, hata kusogeleana haviwezi. Kwa hivyo tunasalimisha mambo yetu hapo. Juu ya yote ni kwamba imani ni kujisalimisha kwa Mungu. Ndio tunajenga kutokea hapo, kujisalimisha kwa Mungu. Inaweza isiwe tulivyoomba, lakini ikawa sawa sawa na Mungu anavyotaka. Asante. Karibu Songo. Asante mwenyekiti kwa mazungumzo yote yaliyofanyika. Nilikuwa natafakari imani. Yawezekana kuna imani nyingi sana, au yawezekana kuna kweli nyingi kuhusiana na imani. Lakini je, ni kweli ipi ambayo ni kweli ambayo imejengwa katika neno la Mungu? Hata Yesu aliuliza haya mambo kwamba je, nitaikuta imani duniani? Nasema imani yake aliyotupatia sio kama ya ulimwengu huu. Sawa? Sasa leo unaweza ukaangalia sisi imani yetu imejengwa katika nini? Kuna watu wanaabudu vitu tofauti tofauti, na yawezekana kwa namna moja au nyingine wanafanikiwa. Tunafahamu ya kwamba kuna watu mpaka leo wanaabudu miti, wanaabudu nyoka, wanaabudu vitu fulani fulani, ila wanafanikiwa. Imani yao iko hapo. Lakini je, wanafanikiwa kwa hivyo vitu kwa sababu tu shetani ana nguvu? Na shetani kazi yake, Kiswahili fulani wanasema, anachombeza vitu fulani. Pale anapokuona unaamini kitu fulani ambacho sicho, anaweza akakazia pale uendelee kuamini. Lakini tunavyojifunza sisi kuwa na imani, tumetoa mifano mingi. Tumemwona Daniel katika mawimbi ya taabu, changamoto. Mara nyingi changamoto za dunia hii ndo zinatupima kwamba imani yetu imejengwa katika nini. Mwingine anaweza akapitia changamoto fulani, akaona mimi haina haja tena kwenda kanisani. Anaanza kujiuliza maswali ambayo hata ya maswali hata kwenye Biblia yapo. Mtu anakuambia sasa, wewe imani yako iko wapi? Kwa sababu
tunaona Mungu kama ni magonjwa. Mimi nishawahi kukutana na mtu ananiambia, kama una imani yako kwa Mungu, kama ni magonjwa mbona tunapata wote? Yaani shida ambazo unazipata wewe ambapo unasema umemwamini Mungu, hata wapagani na ambao waende kanisani wanapata. Kwa hiyo tunapata kidogo msukosuko wa nafsi, na ukifikiria ni kweli, maana Mungu amesema anaonyeshea mvua wema na waovu. Yaani kuna wakati mtu anakuwa lakini mbona ni kweli, kama imani yako ina shida lazima pale unachochereka. Hiyo tumeshuhudia na mimi nimeshuhudia siku moja, mama mmoja, familia moja, kuna watoto wawili wa kiume. Wa kwanza alifariki mwezi ulio kama miezi miwili, mwingine akafariki. Ni familia ambayo naijua na hata nilihudhuria msiba. Kiukweli ile familia ilinishangaza sana. Hawakuwa na hofu. Yaani mpaka leo wale wazee wapo wanaongea vizuri, tena wao ndio wanawatia watu moyo, kuweni na imani, haya ni mapenzi ya Mungu. Je, mimi wewe ikinitokea hilo nitasimama wapi? Imani yangu itajengwa katika nini? Watu wengi wamekuwa wakijiuliza maswali, kwa nini umeruhusu Mungu? Mbona kuna watu wako na vitu vingi, mimi na mtoto mmoja tu, inakuwaje mnamchukua wawili tu, nachukua wote? Kwa hiyo imani yetu inatakiwa ijenge kwa Kristo, na ukishakuwa na imani unakuwa na amani ya moyo. Unapitia msukosuko fulani, watu wanakuuliza bwana inakuwaje hapa, lakini wewe una utulivu wa kutosha. Kwa hiyo hisia, unaona hata leo watu ni miemko, mimi nikaongezea kama kuna miemko. Leo kuna miemko ya imani. Hisia tu, mtu anaamini lazima mimi naenda kuponywa bwana, naenda kuwekewa kitambaa, imani yake. Kuna maji sehemu fulani, ukinyunyuziwa tu mambo yako yanakuwa sawa. Kwa hiyo sisi leo kuwa na imani inatupasa sisi tunaosoma neno la Mungu tuwe mfano. Yawezekana kanisa kama hili kubwa, kila mtu ana namna yake anayomwamini Mungu. Tunakuja kanisani Jumamosi, lakini kila mtu anajua jinsi anavyowasiliana na Mungu. Tumeona sisi ndani ya kanisa labda huyu anafanya hiki, huyu anafanya hiki, lakini yote hatupasi kutazama mtu fulani. Sipasi kumtazama Magesa au Eva. Inafika wakati mimi na nani na Mungu wangu, kwamba je, mawasiliano yangu na Mungu yakoje? Tumeona leo watu tuna njaa ya neno. Kila mahali tunaona watu wanakimbia. Akisikia sehemu kuna mtu anaponja, mtu anaenda. Akisikia sehemu watu wanatoa utajiri, mtu anaenda. Anasema mtu asijue anabarikiwa, mtu anaenda. Sasa wewe unataka pesa na ufanye kazi, hiyo imani sidhani kama ipo. Mungu anayesema usipofanya kazi ufanyeje? Usile. Yaani Mungu ana kanuni zake. Kwa hiyo somo la wiki hii kuwa na imani, na imani tuamini tu ya kwamba Mungu yupo, na tukimwamini yeye atatuimarisha zaidi. Watu walikaa na Yesu lakini bado walikuwa na mashaka, walimsaliti. Na wengine, je, sisi ambao leo tunasoma tu historia hii, imani yetu inajengwa katika nini? Kuna watu walimuona Yesu, walikaa naye hivi, lakini bado walikuwa na shaka. Je, sisi ambao tunasoma Biblia, historia hii, imani yetu je, ikoje kwa Mungu? Kwa hiyo na imani ya kwamba Mungu atusaidie tunachosoma katika neno lake, pamoja na changamoto nyingi za kukata tamaa, tuamini tu ya kwamba yeye ni mwaminifu na atazidi kutusaidia. Asante mwenyekiti. Asante. Nilipokuwa ninasoma kuhusiana na hili somo la imani, huenda sikuwahi kuwa na uelewa wa kina hapo nyuma. Nilihisi tu kwamba kuhusiana na swala la imani ni kuamini Mungu yupo, lakini Biblia inatuambia hata mashetani yanaamini. Unaweza hata watu wa ulimwengu, tunaowasema ulimwengu, wanaamini kabisa kwamba Mungu yupo, lakini hawaamini ya kwamba, yani ile imani ya kumwamini katika utendaji haipo. Sasa mwandishi anatuambia kwamba ukiwa na punje na imani kama punje ya haradali, unaweza kuhamisha hata mlima. Nadhani kama tumewahi kuiona hiyo punje ni ndogo sana,
Lakini ukiwa na imani ndogo ya namna hiyo, inaweza kufanya mambo makubwa kuliko unavyoweza kufikiria. Sasa nikawaza kwa kawaida, kuna mtu mmoja, kuna wakati fulani aliwahi kutania kwamba sasa kama anakuwa na imani kama punje ya haradali inaweza ikahamisha mlima, je, nikiwa na imani Misri ya jumba ile, kulikuwa na jumba nalo tuonesha, je itakuwaje? Kwamba sinaweza nikawa nafikiria tu kitu kinafanyika. Lakini Biblia muktadha wake inataka tu kutuambia kwamba hata ile imani ndogo inaweza ikafanya mambo makubwa sana. Sasa mwandishi kuna maneno aliyoyatumia hapa kwenye hii sehemu ya imani si hisia. Nisome tu kwa haraka nitamani kuna kitu tukipate. Anasema kwamba kwanza imetupatia kuelewa hiyo imani kuwa imani sio kitu yakinifu, ni mwitikio wa mwanadamu kutokana na kushawishiwa na Roho Mtakatifu. Kumbe sio swala tu la kuamini, ni mwitikio. Unaposhawishiwa na Roho Mtakatifu ukaitikia, umeamini. Anasema kwamba Mungu ni mwanzilishi mwema ambaye kupitia kwa Roho Mtakatifu anatuvuta kwake tunapomruhusu kufanya hivyo. Ukisoma katika Warumi 10 mstari wa 17 umezungumzia hapa kwamba chanzo cha imani. Nilikuwa nikitafakari, je, kipi huwa kinatangulia, kuomba au imani? Nikaja nikabaini kwamba imani inafanyaje? Inatangulia. Mwandishi anatuambia kwamba ukisoma Warumi 10 mstari wa 17 inatuambia basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Unaposikia songo, unatembea, hauamini yale maneno unayohubiriwa, unaambiwa ukasikia. Na kusikia huja kwa njia ya nini? Ya neno. Ukaanza kufanyia kazi. Imani inakuja na mwisho wa siku unaweza ukawa unaomba mambo yanatendeka kwa sababu umeanza kufanyaje? Kuamini ya kwamba nikiomba kitafanyaje? Itatokea. Sasa maisha yetu ya Wakristo wengi hicho kitu kinaweza kikao kimepungua. Tunakuja kanisani, tunaamini Mungu yupo, lakini kuna sehemu ambapo Yesu alisema kwamba alipokuwa anawatazama hata wanafunzi wake aliona imani haipo, lakini walikuwa wakitembea naye, wakiona miujiza, wakila naye, yani kila kitu walikuwa wakifanyaje, lakini alipokuwa akiwaona paka ndani halikuwa haoni hiyo imani. Sasa hii inanipeleka kwenye sehemu ambayo kuna kitu inasema imani ya Yesu. Tunapokuwa tunazungumzia hii habari ya imani ya Yesu, tunamaanisha nini? Kwamba kuwa na imani ya Yesu. Na sio kwamba wote tuliokuja kanisani, na Biblia hata imesema kwamba si kila niambiaye Bwana Bwana hata uona ufalme wa Mungu. Hii inawezekanaje? Ninamuimba Yesu Kristo, ninahubiri habari zake, lakini simwamini. Tunawezaje kutofautisha kuamini? Eva alianza kuzungumzia imani sio hisia. Kuamini na kuwa na hisia. Wewe unagusa Yesu atakuja atatuchoma. Unapata msisimko, unasema nitachomwa. Unahisi kama vile umeamini, lakini ndani ya muda mfupi hakuna kitu. Tunawezaje kuzungumzia habari ya imani ya Yesu? Karibu Magesa, alafu dada Eva nitakaribisha. Cha kwanza ningependa kwamba kuwa na imani, kwamba imani ina tabia ya kukua. Sasa unajiuliza imani inakuwaje? Imani inakuwa kwa mfano tunapokuwa tunasoma neno la Mungu. Neno la Mungu maana yake Mungu anazungumza nasi kupitia neno lake. Kwa hiyo linatuimarisha jinsi ya kuenenda na jinsi ya kutokuenenda. Na pili, ukiangalia kwa nini kuwa na imani ya Yesu, utagundua imani ya Yesu ilitii mapenzi ya Mungu kikamilifu. Ilitii vipi? Kupitia msalaba. Yesu alipokufa pale Kalvari, kwa sababu mwanadamu baada ya kuanguka dhambini alikuwa amepotea milele. Kwa hiyo kupitia Yesu, imani yake ya kumwamini Mungu kikamilifu, anakuja kutimiza mapenzi ya Mungu ya kumkomboa huyu mwanadamu aliyeanguka wapi? Dhambini. Na imani hii tunayojifunza leo, lengo lake hasa ni inarejelea katika kuokoa wanadamu, kwamba kupitia damu ya Yesu peke yake. Ndio maana tunasema imani ya Yesu, kwa sababu hii Yesu alilipa deni la dhambi kupitia msalaba. Kwa hiyo hata sisi tunapokuwa tunamwamini Yesu, tunakuwa
yani tabia yetu, maana yake Roho wa Mungu anaihuisha iweze kutii mapenzi ya nani? Ya Mungu, sawa na Yesu alivyotii kikamilifu. Kwa sababu sheria iko pale, ilikuwa inadai kuvunjwa. Unaona Yesu anakuja ili kutimiza sheria ilichokuwa inadai. Unaona? Na yeye ndiye aliyeitimiza hiyo sheria kwa kutenda mapenzi ya Mungu, kwa kulipa deni la dhambi. Kwa hiyo kupitia imani, ukisoma mwandishi wa lesoni ile paragraph ya chini siku ya Alhamisi pale, anasema kwamba kuwa na imani ya Yesu kuna maanisha kumruhusu Yesu kuwa ndani yetu, na hivyo kuwa na imani yake ndani ya mioyo yetu. Kwa hiyo unaona kuna mchakato hapo, unapomruhusu Yesu anapokuwa anaingia ndani yako, maana yake kupitia Roho wa Mungu anafanya mchakato, neema yake inafanya mchakato wa kukubadilisha wewe au kukufanya uweze kutii mapenzi ya Mungu. Na kwa kufanya hivyo imani yako inakuwa inaamini kikamilifu na kutii mapenzi ya Mungu na kutimiza mapenzi ya Mungu kwa kusudi la wokovu sisi wanadamu tulikuwa tumeanguka dhambini. Asante. Karibu dada Eva. Asante sana. Ninaweza kusema kwamba tulichojifunza kwamba wiki hii ya kwamba kuwa na imani ya Yesu ni uzoefu ulio hai, yani ni kitu ambacho ni cha kila siku. Unaona, sio kwamba mtu amepata umepata labda changamoto, una mgonjwa hospitali, si ndio? Unasema kwamba sasa ngoja hapa basi nimshikilie nani? Nimshikilie Yesu, nimsihi sana Mungu amponye huyu mtu. Lakini baada ya kupona huyu mtu, ile unakuwa kama umefanya nini? Yani kama unakuwa umeacha tena kile ambacho ulichokuwa umekifanya nini, ulichokuwa umekiendeleza. Kuwa na imani ya Yesu ni process ambayo ni siku kwa siku. Anasema kwamba ni uzoefu ulio hai na Yesu Kristo kila siku. Mwandishi anasema ya kwamba kuna muda imani yetu inaweza ikawa ni dhaifu au ikaonekana kwamba ni nyonge sana, lakini anasema ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwanzilishi wa imani yetu. Kwa kumtazama Yesu tunaweza kuwa na imani thabiti ya kwamba anaweza kutuvusha katika nyakati ziwazo zozote. Ukisoma siku ya Jumatatu anasema ya kwamba Shetani kazi yake siku zote ni kutuletea mashaka juu ya kile ambacho tunachokiamini juu ya nani? Juu ya Yesu Kristo. Anasema ya kwamba kwa hiyo Roho Mtakatifu yuko pale kwa ajili ya kuhakikisha ya kwamba kila siku anapalilia ile imani yetu, anapalilia kila siku, na hatimaye tuweze kufaa na tukaweze kuwa thabiti kwa kile Yesu anachotamani, tukaweze kuwa na imani, yani tuweze kuwa vile Mungu ambavyo anatamani tuweze kuwa katika imani zetu. Kwa hiyo cha msingi sana nilichojifunza ya kwamba ni mwendelezo, kumbe ni kila siku, yani kila kunapokucha, kunapokuwa giza, ni kitu ambacho ni lazima kiwe endelevu ili Yesu aweze kujidhihirisha katika maisha yangu. Kwa ninapaswa kumwamini Mungu kila siku. Na mwandishi amesema ya kwamba simwamini Mungu katika furaha tu. Simwamini Mungu pale ambapo ninapomwomba Mungu, naomba nipatie kazi. Mungu ananipa kazi. Lakini ile kazi inapokuwa inaonekana kwamba ina tatizo na ninapoanza kupata changamoto, ninaanza kuquestion ile Mungu, kwa nini umenipatia ile kazi? Haipaswi kuwa hivyo. Kumbe ninapaswa kumwamini Mungu hata katikati ya kazi ambayo ninaona inaenda kufanya nini, kazi ambayo ninaenda kuona kwamba ninaenda kuipoteza, ambayo kazi hii niliomba nikafanya nini, nikapata. Na kuna siku moja nilimsikia mhubiri mmoja anahubiri akasema ya kwamba nikawa ninalinganisha na somo hili, akawa anasema kwamba unapaswa kumwamini Mungu hata anaposema hapana. Hiyo ni yani ukiwa katika hali ya kumwamini Mungu hata kama anaposema hapana, na ukabaki kudumu kumwamini kwamba kumbe Mungu bado yupo na bado atanifanyia kitu fulani, hiyo ndio imani ambayo Mungu anayofanya nini, anayotamani tuweze kufanya nini, tuweze kuwa. Imani ambayo akina Danieli hata walipokuwa katikati ya kule kwenye tundu la simba,
macho yao na imani yao ilibaki kwa nani? Kwa Mungu. Na ndipo Mungu alipojidhihirisha kwa Danieli kwa kufunga makanyo ya nini? Ya simba. Ndicho ambacho Mungu anachotamani tuweze kuwa nacho katika kipindi hiki cha sasa ambacho tulicho nacho leo. Inawezekana ni ngumu zaidi, inawezekana ni kitu ambacho ni kigumu zaidi kumwamini mtu ambaye hujawahi kumuona cha kwanza. Anakuambia tu fanya, alafu mwisho wa siku unatii sauti yake, lakini mwisho wa siku anakuwa kama amekuacha. Kuendelea kumwamini huyo mtu inakuwaga ni ngumu sana. Na ndio maana Mungu anatuita ya kwamba tunapaswa kumwamini hata kama hatumuelewi. Hata kama anaonekana yani huyu Mungu anazingua, lakini anatuita bado, anasema ya kwamba niamini, nitakuvucha, nitakusaidia, nitakuweka ambapo unapostahili kuwa. Kwa hiyo tunapaswa kuwa na imani ambayo ni ngumu, yani najaribu kuielezea lakini siwezi kuielezea. Lakini Mungu anatamani tuwe tunamwamini Mungu hata katikati ya giza. Hata kama hatuoni kitu chochote mbele, tunaamini ya kwamba Yesu Kristo ambaye ni nuru ataweka tena mwanga, na imani yetu tena itaendelea kukua siku kwa siku tukimruhusu Roho Mtakatifu, kwa sababu mwandishi amesema ya kwamba hii imani, hii karama inatolewa kwa mtu yoyote ambaye yuko tayari, sio kwa kila mtu. Tukiwa tayari, Mungu ataonyesha, ataweka hii karama katika mioyo yetu, na watu wote watajua ya kwamba huyu ni mtu wa tofauti, na hawa watu wanamwamini Mungu wa mbinguni. Asante sana. Asante. Ninaendelea kufuatilia watazamaji wetu wanaofuatana pamoja nasi mtandaoni. Tunaye kaka Isaac Cheskak. Yeye anatuambia kwamba somo hili linanikumbusha maisha ya imani ya mtumishi wa Mungu Ayubu. Alisimama thabiti na imara licha ya mke wake kumsuta aiache imani sababu ya maradhi na masaibu ya namna yake. Anatukumbusha hata Ayubu pamoja na nyakati hizo ngumu hakusubiri kwamba tu Mungu amtendee jambo. Aliamini ya kwamba Mungu atamfanyia moja mbili tatu, na katika kusimama kwenye imani hiyo tunaona Ayubu alimaliza vizuri. Na kuna wengine ambao wanaendelea kutufuatilia. Kuna Ayubu Mongo, yeye anasema kwamba anawapata vizuri kutokea jiji la Luanda, Angola. Anasema sabato njema wapendwa. Tunaendelea kukaribisha mtazamaji wetu unayetufuatilia mahali popote. Na kama kuna maswali pia unaweza ukatuandikia chini ya comment hapo, ili tuweze kwenda sambamba na Bwana awezavyo atakavyo sisi tuweze kuelewa. Basi tunazungumza. Karibu kaka Songo. Asante sana mwenyekiti. Tunaona ya kwamba hata katika neno la Mungu Biblia, Yesu anasema msifadhaike mioyoni mwenu. Tunamwamini Mungu, tumwamini na yeye. Lakini tena kwenye Biblia inasema tumtafute yeye kwanza. Utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo mengine yote tutazidishiwa. Kwa nini nimenukuu haya maandiko? Yawezekana kwa namna moja au nyingine kuna sehemu sisi tumetanguliza maslahi yetu wenyewe. Sisi ni Waadventista wa Sabato. Yawezekana tulishakumbwa hata sisi kufanya interview siku ya Sabato. Yawezekana kuna mambo fulani kazini, kazi zetu hata binafsi. Yawezekana kuna wakati kwa kweli tumetanguliza maslahi yetu binafsi, tumemwacha Yesu. Kwa hiyo Yesu anatuita kwamba tumtafute yeye kwanza. Tukiweka imani yetu kwa Yesu, haya mengine yote atatuzidishia, na wala hatutatetereka, tutazidi kumwamini. Asante mwenyekiti. Asante. Kaka Isaac. Mimi labda niseme tu kitu kwamba mwisho wa siku kama Wakristo, Mungu ametuita kuwa na imani ya Yesu. Biblia inasema yeyote anayemwamini Yesu ni lazima aenende kama yeye Yesu alivyofanya nini? Alivyoenenda. Kwa hivyo imani ya Yesu ni kwamba tuenende kama Yesu alivyoenenda. Kama vile alivyoenenda yeye, ndivyo sisi Wakristo tunapaswa kuenenda. Kumwamini Mungu kwa hakika hakutafanya tuokolewe, ila kuwa na imani ya Yesu ndio mwisho wa siku utafanya sisi tuokolewe, kwa sababu tutakuwa tumeenenda kama Yesu alivyoenenda, na ndio Ukristo kwa hakika, kwamba tuwe kama Yesu. Asante. Asante. Imani inatufundisha
sio tu kwamba ni masuala ya kusadikika, bali imani ni maisha halisi tunayopaswa kuyaishi. Tumezungumzia kitu kikituambia kwamba kuna muda hata mantiki zetu zinapaswa kukoma. Ni swala ambalo ni gumu kuliongea, lakini kwenye utendaji linaweza likawa zito sana kwenye kulifanya, lakini ndivyo Kristo anavyotutaka tuwe. Kuna namna mambo yetu tunaweza tukawa na hoja nzuri kabisa, hoja nzuri za kuongelea kabisa. Kuna wakati fulani tulikuwa tunajadili kuhusiana na Danieli kwamba hata Danieli alikuwa na sababu za kusema kwamba nisiabudu kwa sababu tayari amri imetoka kwa nani? Kwa mfalme. Ilikuwa ni sababu nzuri, lakini aliamua kwa sababu aliamini kwamba anayemtegemea ni nani. Alijua hata wakimtupa ndani ya tundu la simba bado Mungu anaweza kufanyaje? Kumwokoa. Imani ya namna hiyo ndio tunayohitaji, yaani kuamini pale unapoona kuna mashaka, pale unapoona kuna hatari, lakini hauoni hiyo hatari, unaona amani mbele. Unaumwa, unaona mtoto wako anaelekea kufa, na unaona hata kama akifa bado Mungu atabaki kuwa nani? Kuwa Mungu. Imani ya namna hii, je, tumekwisha tunamuomba Mungu atuongezee imani. Kuna mtumishi wa Mungu tumesoma hapa, alimuomba Baba, niongezee imani. Huenda sisi tumefanya dini kuwa mazoea. Tunakuja kanisani siku ya saba, tunakuja tunaabudu, ibada ikiisha tunarudi nyumbani na tunahisi kama vile tumeitimiza imani. Lakini je, Yesu anapotupima anaiona imani ndani yetu? Mimi na wewe ni swali ambalo tunaweza kujitafakari. Tunaweza tukafichana sisi wenyewe tukasema kwamba hata hivi hawanioni. Lakini je, Yesu anapoona ndani yako anaiona hiyo imani? Kwa dakika chache, tumebakiza dakika chache. Kuna mtu anaweza kuzungumzia kitu? Somo linatuambia kuwa na imani. Ni vitu gani ambavyo tunajifunza hasa katika somo hili? Swala sio kudiskasi, swala ni kipi tunachokipaswa kukienenda. Karibu kaka Songo. Kwa ufupi niseme ya kwamba imani bila matendo imekufa. Imani yetu lazima iendane na matendo. Kwanza lazima tutazishika amri za Mungu. Yaani uweze kusema tu mimi na imani, halafu kuna nini? Imani bila matendo imefanyaje? Imekufa. Matendo ni kutenda yale yote, ikiwemo mkinipenda mtazishika amri zangu, tutasamehe, tutapenda adui zetu. Yapo mengi ambayo imani hiyo tukiwa nayo tutafanya hayo yote kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Asante mwenyekiti. Asante. Karibu kaka Magesa. Nichangie. Ukisoma katika Ufunuo sura ya 14 fungu la 12 anasema kwamba hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Kwa hiyo utaona katika kizazi hiki ambacho kinaenda katika kuhitimisha ulimwengu huu wenye dhambi, tumepewa kwamba yani kipimo ni wale wanaoshika amri za Mungu, pili walio na imani ya Yesu. Hivi vitu vinaenda sambamba, kwamba imani ya Yesu inafanya ule mchakato wa ondoleo la dhambi, inafanya mchakato wa msamaha. Unaona na unaona amri ya Mungu. Amri ya Mungu ni sheria. Ile sheria ni takatifu tena kamilifu. Hii sheria ilivunjwa. Kwa hiyo unaona mwanadamu aliyevaa ubinadamu na kuifia dhambi alikuwa ni nani? Yesu peke yake, si ndio? Na kwa kifo chake unaona sasa hivi anafanya upatanisho. Unaona? Kwa hiyo wale tunaomwamini tunapaswa kumwamini tukiamini kabisa anayefanya msamaha mbele ya kiti cha rehema ni nani? Yesu mwenyewe. Na ndio maana tunapaswa kuwa na imani hii ya Yesu kikamilifu katika maisha yetu. Tuwe muamini Yesu pasipo shaka, hata kama itakugharimu kupoteza kazi, kifo, changamoto zozote zile, lakini ukimshikilia Yesu tunatumaini, kwa sababu Yesu ameahidi atakuja mara ya pili. Ni ahadi ambayo pia tunaiamini.
Kwa hiyo kwa kumwamini Yesu na kushika amri zake au kutii mapenzi ya Mungu, tunakuwa tuna imani yenye uhakika na tumaini ambalo lina baraka ndani yake. Kwa dakika tulizobaki nazo ni 5. Kuna maswali ambayo yameulizwa na watazamaji wetu online. Ningependa niulize kwa haraka alafu tuweze kuangalia. Mtu wa kwanza anasema ya kwamba huyu ni Isaac, nikisha kumsoma. Anasema ya kwamba swali langu kwa wachambuzi, je, tunaweza vipi kuepuka changamoto ya imani yetu kufifia ama kuishi kabisa, haswa baada ya kufanikiwa katika maisha? Yaani muda mwingine tunakuwa tunafanikiwa katika maisha. Tunawezaje anasema kwamba tunaweza kuepuka vipi hizo changamoto, hasa imani yetu inapokuwa labda Mungu ametujalia tumefanikiwa. Tunaweza tukaepuka vipi hizo changamoto? Mtazamaji mwingine ameuliza swali, huyu anaitwa Musa Lameki. Yeye ameuliza ya kwamba maandiko yameeleza imani ikiwa ndogo ina uwezo wa kufanya mambo makubwa. Je, vitu gani tunapaswa kufanya kila siku na kila wakati ili kuweza kuongeza imani zetu? Natamani tujue mambo gani ambayo tunapaswa kufanya kila siku ili tuweze kuongeza imani zetu. Na pia dada Caroline tumekupata, yeye ameongezea mchango katika hayo mawili. Tunaweza kumsaidia. Karibu dada Eva. Bwana ni mwema, mtazamaji na waulizaji wa hayo maswali. Cha kwanza kaka Isaac ameuliza kwamba imani yetu inawezaje kuwa imara hasa pale ambapo tunapoweza kuona ya kwamba imefifia, ndio? Imefifia, tunafanya nini? Naomba ninukuu, kuna hii naona nilikuwa nasoma lakini nikaona anasema kwamba naomba nisome. Anasema kwamba imani yetu inapaswa iimarishwe kwa maombi na bidii na kufunga na unyenyekevu wa moyo. Anasema ya kwamba ni lazima waondokane na ubinafsi na kujazwa na roho wa uweza wa Mungu, maombi ya dhati yenye kuvumilia kwa Mungu na imani inayoongozwa katika kumtegemea Mungu kabisa. Unaona? Kwa pale ambapo tunapoona ya kwamba nilikuwa na imani sana zamani, lakini kwa sasa naona kama vile nimepungua sana. Cha kwanza tunapaswa kutambua kwamba Yesu anatupokea jinsi tulivyo. Ukisoma kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, nafikiri kama sijakosea, anasema ya kwamba Yesu anampokea yule mtu hata kama unajiona ya kwamba wewe basi, Yesu anakupokea. Na unapoenda kwake ukiamini ya kwamba Yesu anaweza kukubadilisha, kwa sababu tumemjifunza ya kwamba kwa Yesu sisi ndipo tunapoweza kuwa imara na kusimama tena. Yesu atakusaidia imani yako iweze kukua. Anasema ya kwamba utakapoona kwamba hitaji lako, kwamba unahitaji kusogea karibu na Mungu na hitaji lako ni kuongezewa imani, Yesu anafanyia kazi pale ulipofanya nini? Unapoona kwamba nguvu zangu zimeisha na ninahitaji usaidizi ili niweze kusimama tena. Yesu ile imani anafanya nini? Anaijazilizia na unakuwa na nguvu tena ya kuinuka. Anasema mwandishi ya kwamba tunapaswa kuwa wanyenyekevu na maombi yenye uvumilivu. Huku tukimtazama nani? Tukimtazama Yesu. Kwa hiyo kaka Isaac, inawezekana ni wewe, inawezekana ni rafiki yako, unapitia changamoto kama hiyo, unapitia hali kama hiyo. Unapaswa kutambua ya kwamba Yesu anatupokea jinsi tulivyo. Na ukienda kwake kwa imani ya kwamba ukiamini ya kwamba Yesu anaweza kunibadilisha, imani yako itakuwa hata zaidi ya mara ya kwanza. Asante sana. Na ni kama umejibu maswali yote. Yes. Na muda wetu umetuishia kwa sekunde 30. Karibu Songo. Asante sana. Niseme tu ya kwamba vitu vyote vijazavyo dunia ni mali ya nani? Ni mali ya Mungu. Tuamini ya kwamba sisi tumepewa tu kama zawadi. Tunachotakiwa, dada yetu Eva ameongea, tujisalimishe. Naamini imekuwa mwanadamu akifanikiwa, tunaota mbawa, tunakuwa na kiburi. Tunasahau ya kwamba tumepewa zawadi tu ni ya Mungu. Tukiamini vyote ni vya mali ya Mungu, lazima tutanyenyekea na kuheshimu mapenzi ya Mungu. Asante kaka Isaac kwa sekunde 30. Ni vizuri tukajifunza kwamba Yesu alisema asiyejenga kwenye neno lake, yani kwenye kulijua na kulisikiliza, yani kulitenda, anafananishwa na mtu aliyejenga kwenye mchanga wa bahari.
na tumesoma hapo kwamba maanisha anasema utakuja wakati ambapo shetani ataka kuzitikisa imani zetu. Sasa itategemeana tulijenga wapi wakati huo. Lakini Mungu pia anatutia moyo kwamba hata tunapoona mambo yetu yanashuka kwenye uhusiano naye, tunaweza bado tukamuomba na kutusaidia kama alivyoomba yule bwana akasema nisaidie kutokuamini kwangu. Kwa hivyo tujue kwamba swala la kuwa na imani ni msaada ambao Mungu anatupatia sisi, na wakati wote tunaweza kwenda kupata nguvu kutoka kwake, akatuinua na kuturudisha pale ambapo tunastahili kuwepo na kukua zaidi siku hata siku. Kwa sekunde 15 kama una kitu cha kumalizia kwa sekunde 10. Labda ni wasii wa sikilizaji wetu na watazamaji kwamba tunatakiwa kusenta katika chanzo cha imani ambaye ni Yesu mwenyewe, na kukaa pale Yesu katika chanzo halisi. Tutawezeshwa katika sehemu ambapo tunaona kuna mashaka katika mioyo yetu, yeye atakuja kufanya nini? Kuondoa mashaka. Mahali ambapo tunaona hatujasimama imara, yeye atafanya tusimame imara. Kwa hiyo tunatakiwa tumwamini Yesu pasipo shaka, na kwa kufanya hivyo neema yake na Roho wa Mungu atakuja ndani yetu kutuwezesha kuweza kuwa imara katika kumwamini, kama tulivyojifunza kwa waliopita akina Ibrahimu walivyomwamini pasipo shaka na kushinda katika tumaini lenye ahadi ya uzima wa milele. Asante, na hapo ndipo tumefikia mwisho wa mjadala wetu. Kwa waliokuwa wakitufuatia online, tumebarikiwa pamoja na maswali yenu na michango yenu yote ambayo mmetuma katika comment. Mungu akapate kuwabariki. Na hapa ndipo tumefikia mwisho, na haimaanishi kwamba ndio mwisho wa kujifunza. Tumuombe Roho aendelee kutufundisha zaidi na zaidi, na Mungu akapate kuwabariki. Kaka Isaac, unaweza ukatuongoza kwa ombi tunapofunga kipindi chetu? Tuombe. Yesu Mwokozi, tunakushukuru kwa ajili ya neema yako uliyotupa kujifunza leo kuhusu kuwa na imani. Asante kwa kuwa hata kwenye udhaifu wetu na tunapopungua sana, Bwana, uko tayari kutuinua na kutushika mkono kwamba imani zetu ziongezeke na kufikia kiwango unachokitaka, hata kukua zaidi na zaidi. Tunaomba utusaidie Bwana kwa Roho wako Mtakatifu. Katika nyakati hizi za miisho ya ulimwengu, ni kweli kwamba imani yetu kwako inazidi kupotea, na ile imani yako kwenye maisha yetu inafifia zaidi na zaidi, nasi tunajikuta tunajitenga mbali na njia yako. Bwana, tusaidie Yesu Mwokozi, utuvute karibu nawe zaidi na zaidi, utufundishe mikononi mwako Bwana Mwokozi, ili tuwe na imani yako. Tukuruhusu ukae ndani yetu, utufundishe kuenenda kama wewe ulivyoenenda, na ile imani uliyokuwa nayo iwe kwetu ndio imani yetu, ili hata utakapokuja Bwana wetu uikute imani katika ulimwengu huu. Tuendelea na vipindi vingine vya ibada katika siku hii ya utakatifu wako Bwana. Tuomba utupe kuuona uso wako, hata ile jioni tena tukalitukuze na kulisifu jina lako, tukisema ilikuwa heri kukaa nyumbani mwako leo. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu Kristo, amina.